Tuanzie Mashariki ya Kati ambapo spika wa bunge la Iran amesema hakutakuwa na mazungumzo na Marekani hadi pale kutakapokuwa na makubaliano ya kusitisha mapigano nchini Lebanon. Mohamed Bagher Ghalibaf pia amedai lazima kuachiliwa kwa mali za Iran zilizozuiwa. Maoni yake yanakuja muda mfupi tu baada ya makamu wa rais wa Marekani JD Vance kuelekea Pakistan ambapo mazungumzo yanatarajiwa kuanza kesho Jumamosi. Israel imeendelea kushambulia Hezbollah nchini Lebanon, huku Hezbollah ikisema imerusha roketi nchini Israel hii leo. Beirut inasisitiza tena kwa BBC kwamba wapatanishi wa Lebanon watashiriki tu katika mazungumzo ya moja kwa moja na Israel mara tu makubaliano ya kusitisha vita yatakapofanyika kwa uhakika. Rais Trump amesema katika mahojiano kwamba Israel itapunguza mashambulizi yake nchini humo ili kuunga mkono mazungumzo ya amani. Rais huyo wa Marekani amezungumza pia kabla ya mkutano huo. Katika chapisho kwenye mtandao wake wa kijamii wa Truth Social, amesema inaonekana wa Iran hawajagundua kwamba hawana njia mbadala zaidi ya ulaghai wa muda mfupi kwa kutumia njia za kimataifa za baharini. Sababu pekee ambayo mpaka sasa wako hai ni kwa ajili ya mazungumzo. Kwenye mlango bahari wa Hormuz, rais wa Marekani Donald Trump ameishtumu Iran kwa kufanya kazi mbaya sana kwa kutoruhusu mafuta kupita kwenye njia hiyo muhimu ya bahari. Anadai huo ni ukiukaji wa moja kwa moja wa makubaliano ya kusitisha vita. Mlango huo umesalia kufungwa na kuvuruga usambazaji wa nishati kote duniani. Huu ndio muonekano uliofanywa kwa njia ya satellite mapema hii leo, ukionyesha meli zilizokwama katika eneo hilo. Kabla ya mazungumzo kati ya Marekani na Iran kuhusu Islamabad, mwandishi wetu wa habari za usalama Frank Gardner anasema Iran iko katika nafasi nzuri. Muhimu zaidi, vita hivi kwa sababu ya Kiislamu vimenusurika. Iran imefanikiwa. Kabla ya vita hivi, wiki 6 tu zilizopita, Iran ilikuwa imewekwa kwenye vikwazo. Hakika ilikuwa kwenye mlango bahari wa Hormuz na ina ufuo mrefu zaidi, lakini haikuwa ikifanya chochote kuihusu. Sasa inapendekeza ada ya ushuru ambayo haikubaliki kwa mataifa ya Ghuba. Itatoza meli kwa kupita huko na inataka kudhibiti kila kitu kwa kutumia jeshi lake. Kwa maneno mengine, inatumia mamlaka yake juu ya mlango bahari wa Hormuz kwa sababu ina jiografia upande wake. Makundi ya haki za kibinadamu yanakadiria kwamba takriban watoto 254 wa Iran wameuawa tangu kuanza kwa makabiliano ya Marekani na Israel. Utawala huko Tehran pia umewasajili watoto wenye umri wa miaka 12 katika kundi la wanamgambo linaloendeshwa na jeshi la Iran. Zaidi ya asilimia 20 ya idadi ya watu nchini Iran wako chini ya umri wa miaka 18. Hii ni takriban watoto milioni 20.4. Kwa kutumia vyanzo vinavyoaminika ndani ya Iran, BBC imeweza kupata ushahidi kutoka kwa watoto na wazazi wao kuhusu athari ya vita kwa vijana. Tumelinda utambulisho wao katika ripoti hii ya Fagol Kin inayowasilishwa na Ahmed Bahaj. Akili ya mtoto inapowezeshwa kuona ama kufanya mambo kama haya, kuna na haya pia, basi hujifunza kuogopa ulimwengu ambao watu wazima wameutengeneza. Ali yuko katika ujana wake nyumbani huku shule zikifungwa. Amejua sauti ya vita. Kabla ya vita, sikuwa na msongo wa mawazo hata kidogo. Lakini kwa sasa hata sauti kidogo kabisa husababisha ubongo wangu kwenda mbio vibaya sana. Sauti ya milipuko na sauti ya ndege za kivita zinazoruka angani zina athari kubwa sana kwenye akili yangu. Napaswa kuweza kusoma, kufanya kazi na kuwa mtu anayejitegemea katika siku za usoni. Nisiwe na wasiwasi kila wakati kuhusu siasa, kuishi katika msongo wa mawazo, kufikiria kuhusu mabomu na hofu zisizo na mwisho. Ingawa utawala umeweka kizuizi cha interneti, tumefanikiwa kupata ushuhuda wa baadhi ya watoto walioathirika na vita hivyo na wale wanaojaribu kuwasaidia. Tunaona matatizo ya kupata usingizi, ndoto mbaya, kuwa na kiwango kidogo cha umakini na hata tabia ya kutumia nguvu. Unapojitahidi sana kumlea mtoto na kisha mtoto huyo kuuawa, iwe katika maandamano au vita kama hivi, naamini hakuna mzazi ambaye angekuwa tayari kumleta mtoto duniani. Sio tu kwamba watoto wako hatarini kutokana na mashambulizi ya anga ya Marekani na Israeli, bali pia mara nyingi huvurugwa na serikali kwa propaganda zake. Na hivi karibuni serikali ilitoa wito kwa kila mtoto mwenye umri wa zaidi ya miaka 12 kujiunga na wanamgambo wa utawala huo na kulinda vituo vya ukaguzi. Mamana, babaha, unataka mwanao awe mwanamume? Anamuuliza mmoja wa maafisa kwenye televisheni.
Wapeleke watoto wako usiku kwenye vizuizi vya barabarani. Watoto hawa watageuka kuwa wanaume kamili. Ni matamshi ya kijeshi ambayo yanakuwa na matokeo mabaya. Alireza Jafar mwenye umri wa miaka 11 aliuawa kwa shambulio la ndege zisizo na rubani alipokuwa akilinda kituo cha ukaguzi. Watoto wengine wameuawa kwa mashambulizi ya anga majumbani mwao au wamepoteza wazazi wao kwa mititi. Watoto wengine wameuawa kwa mashambulizi ya anga majumbani mwao au wamepoteza wazazi wao kwa mitutu ya bunduki za serikali. Mamake Tehran Nur ana mtoto wa kiume hapa ufukweni kabla ya vita. Ameapa kumlinda kutokana na vita na mafunzo ya serikali. Mtoto wa miaka 12 hana uwezo wa kufanya maamuzi sahihi. Haelewi kinachoendelea. Kwa mfano, wanaweza kudhani ni aina fulani ya mchezo wanapopewa silaha na kuambiwa waende vitani. Wanafikiria wanacheza mchezo wa video. Mtoto anapopitia njia hiyo, hakuna njia ya kurudi. Huenda vita vikaisha kwa sasa au la, kufuatia kusitishwa kwa mapigano, lakini hakuna mwisho wa uharibifu unaosababishwa kwa miili na akili changa. Sasa ili kuelewa zaidi kuhusu athari ya mapigano kati ya Marekani na Israel dhidi ya Iran kwa uchumi wa dunia, tuungane na mchambuzi Anthony Mveyange, anajiunga nasi mubashara kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Mveyange, kwa mtizamo wako, athari ya vita hivi vya Marekani na Israel dhidi ya Iran kwa hali ya uchumi duniani ni gani? Athari yake? Asante, lakini kwanza kabla sijataja athari, naomba niseme kwanza hii vita kwa sasa hivi inaelezwa kama ina athari kubwa sana migogoro kuliko vita za awali za miaka 73 na 79, na kuna wasiwasi mkubwa sana katika masoko ya fedha. Nikijikita moja kwa moja kwenye masuala athari za kiuchumi, ziko nyingi, naomba nizitaje kama 5. Kwanza, athari ya kwanza, mfumuko wa bei na hatari ya kudorora kwa uchumi duniani. Tumeanza kuona hiyo na takwimu zinaonyesha kwamba kama hali hii itaendelea, uchumi wa dunia, pato la dunia linaweza likashuka kwa 2.9 na zitaendelea kwa mwaka unaofuata. La pili, kulemaza kwa usafirishaji wa mafuta kutoka Ghuba ya Uajemi, na hii kunaleta taharuki na mistuko kwenye minyonyoro ya usambazaji na ugavi duniani. Tumeshaona tayari mataifa ya nchi za Asia yakikabiliwa na uhaba, na nchi za Mashariki ya Kati kuna misukosuko, gharama za usafirishaji zimepanda na viwanda pia zimeathirika. La tatu, kuna kuongezeka kwa gharama za usafirishaji ambazo nimetaja hapo awali, lakini labda nijikite zaidi hapa kwa kufafanua kwamba tumeona bei za viwango vya mizigo vimeongezeka, bei za mafuta zimeongezeka, malipo ya bima pia yameongezeka, na kwa ujumla bei zimepanda kwa takriban 50%. La mwisho, kwa kumalizia, kumekuwa na sekeseke na mgogoro kwenye soko la nishati. Tumeona bei za mafuta zimepanda kwa karibia, usafirishaji umeshuka kwa 20%, lakini bei zimepanda kwa kutoka dola 90 mpaka dola 115 kwa pipa, na hizi zinaleta sekeseke sana katika mfumo wa uchumi wa dunia. Na shukrani sana Mveyange, tutarejea kwako baada ya muda usio mrefu, kwa hivyo nakuomba usalie hapo ulipo. Lakini sasa tumekuwa tukiangazia tu mlango huu bahari wa Hormuz ambao umefungwa kutokana na vita vya Marekani na Israel dhidi ya Iran. Pia tumekufahamisha kuhusu umuhimu wake kwenye usafiri wa mafuta yanayotumika kote duniani. Lakini je, unafahamu milango mingine ya bahari ambayo pia ina umuhimu mkubwa katika usafiri wa abiria na bidhaa kote duniani? Njia hizi za maji zina jukumu muhimu katika kuunganisha bahari na bahari, kupunguza umbali wa bahari na kufupisha muda na gharama. Kwa hivyo usumbufu wowote katika mojawapo ya njia hizi za maji unaweza kusababisha usumbufu mkubwa katika masoko ya kimataifa, kama anavyoeleza Victor Kenani. Unazifahamu njia kuu 8 za kwenye maji ambapo ni muhimu zaidi duniani? Hizi si tu njia za meli, bali ni kitovu cha uchumi, siasa na usalama wa dunia. Kwanza ni mlango wa bahari wa Hormuz kati ya Iran na Oman. Hapa hupita zaidi ya 20% ya mafuta ya dunia, kwa hivyo usumbufu wowote hapa jua unachangia kupanda kwa bei ya mafuta duniani. Njia ya pili ni mfereji wa Suez nchini Misri. Huu unaunganisha bahari ya Shamu na Mediterania. Historia yake imejazwa na migogoro ya kimataifa. Tatu ni mlango wa Bab el Mandeb. Upo kati ya Yemen, Djibouti na Eritrea. Hili ni lango la kusini kuelekea mfereji wa Suez. Una umuhimu wa kipekee katika biashara ya kimataifa. 4 ni mlango wa bahari wa Gibraltar. Upo kati ya kaskazini mwa Moroko na kusini mwa Hispania, huku eneo la Gibraltar linalodhibitiwa na Uingereza likiwa upande wake wa Ulaya. 5 ni mfereji wa Panama unaounganisha bahari ya Atlantiki na Pasifiki.
na hivyo kufupisha njia ya bahari kati ya mashariki na magharibi mwa dunia. Mlango wa bahari wa Malaka huu upo kati ya Malaysia na Indonesia. Hii ni njia ya bahari zenye shughuli nyingi zaidi duniani zinazounganisha bahari ya Hindi na bahari ya kusini ya China. Uturuki kuna mlango wa Bosphorus na Dardanelles unaunganisha bahari Nyeusi na bahari ya Marmara. Una jukumu muhimu katika kusafirisha mafuta, gesi na bidhaa. Na mfereji wa 8 ni Kiel wa Ujerumani, ukisaidia meli za Ulaya kuzunguka bahari kubwa kwa urahisi. Unafahamu nini kuhusu njia hizi?